So kubeti is an addiction. Kubeti uko very addictive. Ni kama vile mtu tu anavyotumia pombe au madawa mengine, kwa sababu betting ina activate the same reward pathways sawa na mtu anayetumia madawa. Hizi pathways ukishazi activate kama za dopamine zile, ni kwamba you're going to need to do the same thing over and over kwa ajili ya kupata ile dopamine ya kupa ile excitement and the pleasure of life. Maisha yako yakihusishwa na kubeti, maana yake kwamba kubeti hautaacha, kwa sababu tayari inakuwa ni part of behavior ambayo umetengeneza, na hii behavior inakupa reward. So the reward centers zinakupa all this dopamine for every betting event utakayofanya. Kwa ubaya ni kwamba unaweza kaendelea ukapata kitu tunaita tolerance. Tolerance maana yake ni kwamba kiwango cha kubeti ambacho unafanya kitaenda kikiongezeka over time ili kumeet requirements zako unazozihitaji za dopamine kujisikia excited. So unajikuta kwamba mtu anashindwa kuacha kubet na actually anaongeza betting over time. Na hii inatokana pia na kitu kinaitwa the near win. Kwenye kubeti kuna kuwin na kulose, si ndio? Hasa kwenye upande wa kuwin, watu wengi wanafikiri kama ukiwin ndio utaendelea kubeti zaidi. Lakini kiuhalisia ukilose ndio utabeti zaidi, kwa sababu ya hicho tunaita the near win effect. Near win effect maana yake ni kwamba unajihisi kwamba ninge improve kidogo tu ningeweza kuwin. Kwamba ile pesa nimekosa kwa sababu labda nilinunua tiketi chache. Nilikosa ile deal kwa sababu nilibeti kiuchache. Kwa gambling is addictive kwa sababu ya hizo tunaziita the reward centers, na zina develop baadaye tolerance, and the tolerance effect baadaye na build, mwisho siku unajikuta kwamba you need more betting. Unashindwa hata kuacha tabia, unaingia kwenye kitu tunakiita the compulsive cycle. Compulsive cycle maana yake ni kwamba unajua kabisa betting inakusumbua, unajua kabisa kwamba hii ni shida, lakini huwezi kujizuia kwenda kubeti. Unajua kabisa kwamba imekukulia hela zako za matumizi. Ulikuwa na hela yako kidogo ya kufanya kitu cha msingi, kumnunulia mtoto pampers, wewe ukaipeleka kwenye kubeti. Kwa hiyo tayari unajua kwamba betting ni shida, lakini umeshindwa kuiacha. So you keep going to bet and keep going to betting, kwa sababu huwezi tena kukimbia ile vicious cycle. Hiyo tunaita the compulsive cycle. Kwa cha kwanza kwenye upande wa kubeti, namba muelewe kwamba kubeti ni addiction kama addiction zingine, na matibabu yake ni matibabu kama ya addiction za pombe, addiction za madawa ambazo zinataka process. Yaani hakuna njia ya haraka kusema kwamba unatibu mtu ambaye ana severe addiction to gambling. Kuna watu ambao wanatamani kuacha kubeti leo, lakini ni kama drug ambao kuiacha inakuwa ngumu sana, because now it's a compulsive event driven by your brain. Sawa? Kwa unatakiwa upitie cognitive therapies, kuna masuala mengine ya self behavioral modifications, kuna lifestyle modifications, kuna kujiconstrain masuala ya pesa na matumizi. It is a process, na ujiweke mbali na watu ambao wana gamble. Kwa hiyo kubeti, kuzungumzia matibabu yake haitakuwa ni rahisi sana. Inataka very personal conversation. Kuna ambao watahitaji cognitive behavioral therapy, lakini kuna mtu mwingine yeye hajafikia level ambao ni very severe, kwa hiyo kwake inaweza kawa ni rahisi kuacha. Sawa? Kwa hiyo kulingana na severity ndivyo ambao utahitaji management tofauti. Lakini naomba tu ujue cha kwanza kwamba betting is an addiction. Ni hali ya kwamba mtu unakuwa addicted to it, na imetengenezwa na pathways za ubongo ambazo ni kuzibreak ni ngumu sana. Na hata mtu akipata treatment alafu akaenda akajiingiza kwenye mazingira tena ya wale watu ambao kwa na bet, anajikuta amerudi tena kwenda kubet. Kwa betting becomes very difficult to break iko style hiyo. Lakini kuna treatment zinachukua muda kidogo, ni kama vile tu za addiction zingine.